Kwa hiyo tuangalie mambo ya kuepuka kipindi cha uchumba. Hapo ndo tutaisha hapo. Mambo ya kuepuka kipindi cha uchumba, yaani tayari mko wachumba hivyo. Mambo ya kuepuka, cha kwanza, kuchochea hisia hatimaye tendo ama ngono. Epuka sana hayo mambo. Kuchochea hisia hatimaye ngono. Inaitwa ngono. Kuchochea, yaani kuna mambo yanayochochea. Kuna mambo yanayochochea mambo kama hayo. Mambo yanayochochea hisia. Sawa? Tamaa, jambo la kwanza, tamaa. Tamaa. Aidha kwa mfano mtu akawa anatamani, kwa mfano umemchumbia mambo kina hangia wewe. Wewe sinzia tu. Utabogo tolana ba. Haya. Wewe sinzia. Utondo tolana tindela. Aje yo. Goku. Kwa hiyo kaza bushi. Hatari sana, ogopa sana, ogopa mno, ogopa. Tamaa. Cha kwanza tamaa. Ambao hii kivipi tamaa inachochea hisia? Mfano, Moze, Bwana Yesu apewe sifa sana. Ukamwambia binti wa watu mzuri kabisa ameokoka. Siku ya kwanza akakwambia naomba nitumie vocha. Utuma utumi. Mwana wina. Kaka nirushie vocha. Utarusha au urushi? Akamwambia unipendi, yani vocha kama vocha ajali unaweza uweze kutumia, unaweza kunipa matumizi. Hapo mchate akamwambia hivi kama jelo tu vocha unaona hasara kunipa. Hivyo kweli umepanga kunioa au unajipima? Utajibu hilo swali. Bora tu katuma yakaisha. Bora. Alafu na ninyi wasichana muepuke bwana. Kijana akishakuchumbia acha kumuomba mahela. Usiombe vocha. Atakuona wa level ya chini sana. Usiombe vocha, usiombe hela, usiombe buku, usiombe nini. Usiombe utaonekana wa bei fololo. Sema ninacho hata kama sina. Akona kumbe hili hapa liko sawa. Sasa mimi haya naliomba garingi la gono. Haya. Tamaa. Kwa utakapotuma vocha na binti atakapopokea hela labda buku. Naomba buku. Kijana watu alivyotaka na maasifa. Ana 20,000 mfukoni za chenji akazitoa zote. Alafu kazitoa zote kazichomoa. Unataka buku. Alafu buku iko katikati. Alafu anza kuhesabu moja. Nipe hii 5 hii au. Kwa sababu umeshaomba buku inatosha. Tu maana nimesema buku aombaje ndo anachopewa. Wewe acha kulingishiwa buku bwana. Buku wewe unaijua bwana na hilo. Kwa sasa ukifanya hilo mwisho wa siku mambo kama hayo yanachochea mambo kama hayo. Kingine kinachochochea mambo ya kuamsha hisia ni kwamba mawasiliano yasiyokuwa na roho wa Bwana. Mfano ishara hivi, kwa mfano akakuchumbia kana kukonyeza kanisani. Mnajua kukonyeza? Kwa hamjui kukonyeza kabisa wote hapa, hamjui kabisa kukonyeza yaani. Kuna watu wajifanya hii watakatifu. Hiyo kukonyeza hujui kabisa. Hujui kabisa kukonyeza. Ningepata mtu jasiri hapa angetolea mfano wa kukonyeza. Sema wote ujasiri hamna. Ndio shida. Mama mdogo nashindwa kweli kutoa mfano kabisa. Tuko tunajifunza. Msiseme kwamba yani sasa amepotea. Hivi.
Ah. Hebu simama. Hajui. Kombe hamna. Baraka huwezi ujui kweli ujui. Baraka usiseme bwana rohoni sana bro. Wewe Kwa hiyo ndugu yangu hujui kwamba yani hujui kabisa yani hujui. Hujui. Yani hujui kukonyeza yani hujui. Mwimbaji. Mwimbaji. Unaweza kutolea mfano kweli? Mfano. Yaani kwa mfano ikimbinu tusiombee pepo. Wewe shu. Kwa hiyo sasa kwa mfano nimtolee nani mfano sasa? Utaweza mke wangu. Kweli na mke sije katolea wewe ukaanza kunionea mambo mengine ya ajabu. Nikonyeza wewe toka huko. Nikonyeza mimi wewe. Kwa mfano utakuta naye mbili tatu tasha hivyo yani imeisha. Watu wakabaki na dua. Na niwaambie vijana, ukimkonyeza binti hakusahau hata siku hii. Hamuamini? Haya wewe kesho jaribu. Ili usimjaribu aliye na Roho Mtakatifu. Utakuwashia moto. Haya. Alafu epuka sana unakuta kwa mfano. Kwa mfano, niwafundishe kitu kingine. Kwa mfano, unakutana na mvulana anakusalimia, hebu lete mkono. Hamna. Wewe njoo. Naweza ukajaishia hapo. Mbona? Kwa mfano, unakutana na kijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Endeleaje? Naona unapofanya? Endeleaje? Niko vizuri. Yeye dakika 2 ameshikilia mkono. Na kibinti na kenyewe kaondoka kamelegeza hapo hapo. Wewe. Salamu au nini? Sasa tushikane. Hiyo. Yaani tushikane mikono sasa wala ukale ndo hapo ndo fursa sasa. Tushikane mikono. Sasa unakuta ni kijana watu sasa amesha mkono ameng'ang'ania. Kaanza wewe akiwa anagusa hivi naelewa kugusa hivi. Naweza kuamshia hisia ukaisha. Na binti ndio umeweka mkono hapo hapo. Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Imeisha. Wakati gusa tu tembea. Wako nishikilie ili weje. Hapo mwisho siku anagusa na kugusa kabisa hapa na wewe umetulia. Ndio maana nikaogopa kuitolea mfano kwa huyu. Haya. Mimi sipendi. Naambia. Haya, nimtolee mfano hayo mambo mtu. Haya. Yaani ile touch yenyewe kabisa. Kuna touch yenyewe. Acha la kishamba. Sipo touch yani ndio hivyo. Yaani ana nisiwafundishe zaidi haya. Poa. Tuendelea. Kuhisi mengine nayo chochea kama hivyo. Kuhisi kuachwa. Yaani hapa ndo mabinti wengi wanaishaga. Yaani kwenye kipengele cha kuhisi kuachwa. Kijana akitaka kuacha ache tu si basi. Kwa shida iko wapi? Anakwambia yani naomba kesho tuonane jioni. Wapi? Unaweza ukaja center? Ndio. Sasa nyumbani nitatokaje? Nitaambia napata gauni center. Sawa. Basi naomba tuonane kesho center. Mitaa ya kwa Burugu pale. Hivi center wa Burugu ndo center. Ndio hivyo. Halafu sasa binti wao kafanya kila njia. Hivi nazungumzia nini kitu gani?
kuhisi kuachwa ya. Halafu kakutana kivulana sasa, kikakwambia sikiliza, usiponisikiliza mimi leo, bora tu nikuache. Na wewe binti ndumejaa, yani ogopa sana kumpenda mvulana mchumba, usimpende mpaka ukaisha. Utakuja kuteseka. Halafu kakutana akakwambia bwana, mimi sikiliza bwana, nimekuchumbia miezi mingi sana. Kwa wawili. Na ameshakusalimu ile salamu, na umeshaisha kwenye salamu ile, basi ashika mikono basi. Na usipoangalia kashika na sikio, ndio kuisha kabisa. Usikilize wengine, kama kuna pikipiki inakuja basi usikilize, ndio kila yani ndio basi tena. Si ndio hivyo? Si iko hivyo? Si ndio hivyo? Sasa hivyo. Sasa nilifanya mjui sasa. Halafu sasa akakwambia hivi. Kwa mfano, akakwambia hivi. Sikiliza, leo hebu twende kwangu leo. Wewe mtumishi, tena kwako. Mchungaji ameshakataa. Wewe acha ushamba na wewe. Twende kwangu leo bwana. Si mmoja tu nani anakuelewa, anakumbuka nani, anatuona nani kwa wili, na hii saa 12 jioni. Twende bwana. Usipoenda, afu kabadilisha sauti. Usipoenda, usipokubali, mimi na wewe tusijuane. Na binti alivyo na kiu ya kuolewa sasa, liwalo na liwe, unga mkanda, binti wa watu kaweka kama anaweka na akawa na Muislamu ghafla, akapiga na zaizi, piga afu akabakiza jicho moja, halafu huku kota haonekani mpaka chini. Hata ukikuta naye unamjua kwamba huyu ni Esther, wewe unajua huyu ni Esther. Esther toka lini nafunga mpaka hivi. Kuna mtu akikuvalia uwezi kumtambua. Kijana watu, binti watu wanaogopa kuachwa, kaenda. Kaisha. Unaisha kweli. Usifanye hivyo. Usiogope, kama ni wako hawezi kukuacha. Lakini kitu kingine, wivu. Yaani unamwonea wivu mchumba. Kuna watu wanaona wivu wa chumba. Yaani umemchumbia afu unamwonea wivu. Unaongea sana na yini? Mbona muda mwingi unaongea naye? Au kuna kitu? Hamna bwana, ile si wenzangu tu kwenye uimbaji. Hamna. Wewe, alafu kafuata na hili. Mbona unakaaga na Moses muda mrefu sana? Hamna, mbona ni kaka yangu tu. Wewe, acha kabisa. Sasa binti ili aje akaa vile nafasi, nije ajitoe kwa zaidi kwa mvulana, mwisho wa siku kaliwa. Mwisho wa siku kaliwa kweli. Kuacha maombi na neno la Mungu. Hii nayo inachochea hisia na hatimaye ngono. Yaani unaacha maombi na neno la Mungu. Kwanza ombei. Yaani anzeni maombi ya kuombea mke ama mume mapema. Anzeni hivyo. Uje kuomba hata siku moja. Sasa unategemea uolewe na nani? Na jini. Hata kama muda bado, anza kuomba leo. Kuna mtu mmoja aliwahi kumwambia akasema, bwana mimi Mungu ashanijibu. Wewe alikujibu lini bwana? Sasa bwana ashanijibu, mbona? Kujibu mke yuko wapi sasa atakuja tu. Wewe Biblia inasema ombeni bila kukoma. Umeshakoma. Kama umeshakoma mwisho wa siku nini sasa? Omba ninyi. Amen. Bwana kisha kujibu lini? Wapi? Saa ngapi? Omba, ukichoka kuomba unapewa ambacho stahili. Haya. Kuna wajishughulishi kabisa. Yaani hana time. Hana kabisa. Naona kama watu wameshapotea. Hajapotea, wako kazini. Yaani jamani, kuombea mume ama mke ni kazi kama kazi zingine. Kama mnajua kwamba wanakujaga tu kimasiala. Njiani wapo wengi wa kuomba vinamba na kwanza kuambia nimekuelewa. Tukutane church ili weje. Mtu mwenyewe hajaokoka. Anakuambia tukutane kanisani ili alafu inakuwaje?